Madaktari tunajua wana mgomo, nataka serikali wasikize na kadhalika. Tungewaomba kama kanisa wawe wavumilivu. Nao serikali wazungumze na wao, lakini daktari wajue yule mtu ambaye magonjwa yake yatasidi, his condition will become critical sababu daktari amegoma, ama pengine wengine watapotesha maisha yao. Tunawaomba madaktari wetu, they are brothers and sisters, wanafanya kazi muhimu sana. Tungeomba serikali iwafikirie na watufikirie kuhusu mgomo wa madaktari. Niseme serikali ni vyema isikize madaktari, lakini pia madaktari wawe tayari kuzungumza na serikali, kwa sababu sisi wote tunahitaji matibabu. Wakenya wanahitaji huduma ya afya, na ni vyema niseme tukijipiga vifua sisi wote hatutapata suluhu. Ni vizuri sisi wote tuzungumze na tusikilizane sisi wote ili tupate suluhu, kwa sababu inahitajika kwa haraka sana. Hatuwezi endelea vizuri kama idara ya afya imezorota. Kuweze kukua na agreement kati ya serikali na madaktari, na watu wote wawili waweke viburi kando, waweke maneno mingi kando, ndio tuweze kupata suluhu ya haraka. Na niseme madaktari ni watu ambao kazi yao ni kutoka kwa roho, ni kama mhubiri ama kama mwalimu. Hii ni kazi ambayo siku moja tu ukikosa kufanya unajipata umekosa a lot of problems. Ningependa kusema hao wakulima wote ambao wameuziwa hiyo mbolea ambayo si nzuri, lazima warudishiwe pesa zao, kwa sababu hizo pesa zao wanazihitaji sana. Kama kuna mtu yoyote ambaye anapatikana ndani ya serikali amehusika na maneno ya kuletea wakulima wetu fake fertilizer, mimi naomba rais saa hii ndio anafaa kutumia ile sword yake. Kwanza afute kazi na mtu aende direct jela, PO box jela. Tuliamua na tukakubaliana na serikali ya Daktari William Samoei Ruto, ambaye ni mmoja wetu kwa njia nyingi, kwamba tutaunganisha kanisa la AIPCA. Hivyo tumefanya na tunafurahi na tunashukuru Mungu, na kutoa shukrani kwa wabunge na wanasiasa ambao wanaunga mkono uwe umoja wa kanisa. Baba, Mwana